Mara nyingi madhambi ya siri ndo huwa yanaongoza kwa kushusha imani zetu. Yaani yale madhambi ambayo unajua wewe na Mola wako, yale madhambi ambayo unayafanya kwa siri sana, hayo ndo huwa mara nyingi yanaongoza kwa kushushia imani. Allah Subhanahu wa Ta'ala anatuambia kwenye suratul Baqara aya 284. Anasema kwamba na ikiwa mtayadhihirisha aliyomo kwenye nafsi zenu au mkayaficha, Allah Subhanahu wa Ta'ala atakuhukumuni kwayo. Aidha ufanye kwa siri au ufanye kwa dhahiri. Hukumu ya Allah iko pale pale, atakulipa. Sawa? Ngoja nikusimulie kisa cha mzee mmoja ambaye alikuwa anakunywa pombe kwa siri alipokuwa nyumbani kwake, na mwisho wa siku ikampelekea yeye kupata kifo kibaya. Wanazuoni wanasema kwamba mara nyingi madhambi ya siri ndio yanapelekea watu kukosa ile husnul khatima ambayo kila siku tunaiomba. Mzee huyu bwana alikuwa ni mzee mzuri tu, Muislamu na nini, akitoka nje mtu wa watu na nini, lakini akirudi ndani alikuwa ni mlevi, anakunywa pombe to the point that alikuwa anawaambia wafanyakazi wake, hakikisha yani glasi yangu ya pombe isiwe tupu, iwe kila siku inajaa pombe na kunywa, inajaa pombe na kunywa. What happened ni kwamba alipokuwa yuko sakaratul maut, anakaribia kufa, shekhe anamtajisha, anamwambia toa shahada, sema shahada, anamtajisha la ilaha illa Allah, hawezi kutaja, na maneno yake ya mwisho yakawa mimina pombe. So tujiangalie na tujidhibiti na dhambi zetu za siri. Bye guys.